Ladies and gentlemen, the President, William Samoei Ruto, messed with the wrong guy. President William Ruto impeached the wrong guy. Rigathi Gachagua is becoming a big threat to the government. Siku hii ya leo mpenzi mtazamaji, niko na ushahidi wa kutosha ni kwa nini Rigathi Gachagua anazidi kuwa tisho kwa serikali yake Rais William Ruto na washikadau wa serikali ya Kenya Kwanza. Siku chache zilizopita, Gachagua aliweza kutoboa siri kuhusiana na kikosi maalum cha maafisa 101 kinachoshirikiana na kupata amri kutoka kwa rais jinsi ambavyo wanafanya mambo yao. Na mtazamaji, kazi yao ni kuteka nyara, kutesa, kuua na kuweza kuficha ushahidi. Siku hii ya leo mpenzi mtazamaji, siri nzito imeweza kufichuliwa na Rigathi Gachagua. Na mtazamaji, wa Kenya wana sababu ya kukubaliana nami kwamba Rais William Ruto alifanya makosa makubwa zaidi kuweza kumbandua Rigathi Gachagua kama naibu wa rais. Mtazamaji, licha ya vita vinavyozidi kuendelea katika nchi ya Sudan kati ya serikali na waasi, hatimaye Rigathi Gachagua ameweza kutoboa siri jinsi ambavyo Rais William Ruto anashirikiana na waasi kutoka nchi ya Sudan wakiongozwa na mkubwa wa chama hicho cha waasi RSF Hemedi, ili mtazamaji waweze kupata silaha kutoka nchi ya Kenya, na kwa kuweza kupatiwa silaha wanampa Rais William Ruto dhahabu ambazo zinauzwa katika mataifa ya nje. Jambo ambalo mtazamaji limeweza kufungua kurasa tofauti yake Rais William Ruto, huku Wakenya wakisema kwamba licha ya hayo kuna mengi ambayo yanazidi kuendelea. Mtazamaji, mambo yanazidi kuwa moto zaidi katika serikali, huku Gachagua akizidi kuwa tisho kubwa sana kwake Rais William Ruto siku baada ya nyingine. Siku ya leo mtazamaji, Gachagua ameweza kutoboa siri nzito. Siri ambayo mtazamaji imekuwa ikifichika zaidi, na hivyo basi hakuna mtu aliyedhani kwamba Rais William Ruto angeweza kujihusisha na mambo ambayo Rigathi Gachagua ameweza kuwaambia Wakenya. Mtazamaji, fahamu kwamba kuna vita nchini Sudan. Waasi chama cha RSF wanajaribu kuweza kuibandua serikali, to overthrow the government. Na waasi hawa mtazamaji ni kama wale Al-Shabaab, ni kama wale Al-Qaeda, na tunafahamu kwamba waasi hawana access ya kuweza kununua silaha, hawana access ya kuweza kununua vilipuzi, na hivyo basi mtazamaji, Rigathi Gachagua ameweza kutoboa siri jinsi ambavyo waasi kutoka nchi ya Sudan wanashirikiana na Rais William Ruto ili kuweza kusafirisha baadhi ya bidhaa zao ili ziweze kuingia Kenya, na mtazamaji hatimaye ziweze kusafirishwa hadi nchi ya Sudan, ambapo mtazamaji vita vya waasi na serikali vimezidi kushika kasi zaidi. Mtazamaji, kabla ni kupakulie siri ambayo Rigathi Gachagua aliweza kuambia Wakenya, iwapo ni mara yako ya kwanza mtazamaji, jiunge nasi. Na cha pili mtazamaji, uweza kutega sikio ili uweze kusikiza mambo ambayo Rigathi Gachagua aliweza kuwaambia Wakenya kuhusiana na serikali ya Rais William Ruto na urafiki wake ambao mtazamaji unazidi kutuliwa shaka kati yake na waasi wa nchi ya Sudan. That we disagreed with William Ruto, and it's important because yes, now that he spoke the other day trying to say that he disagreed with me because I wanted 10 billion, I think it's important now that I tell the people of Kenya I had a serious disagreement with President William Ruto about Sudan. You know we have a problem in Sudan. There is a rebel movement called RSF. And the leader of that group is called Hemedi, has been the vice president of Sudan. So in 2023, William Ruto called me to his office and told me that diplomatically
a president can only invite a president to visit him, and he has a friend who is a vice president, and he cannot invite him. So he wanted me to invite him on his behalf. I recall you said this. And he had a letter. Yes. I signed that letter, and Hemeti came, and we met, we discussed about Kenya and Sudan, but that was not the purpose of the visit. I took him to the president. Later on, I realized they are doing business. After some time, it became clear to me that the international community had placed international sanctions against Hemeti because of genocide, killing women and children, displacing people, and no other crimes against humanity. So President William Ruto called me again and told me to invite Hemeti again. And I told him, Mr. President, this is a butcher of women and children. And he is using our country through your friendship to bring gold from Sudan, clean it in Nairobi, take it to the Middle East, use the funds to buy arms to go and kill people in the Sudan. I told him, Mr. President, I am a father. I am a Christian. Just the way we are killing our children here through abductions, I cannot be party to what is happening in the Sudan, and I cannot invite Hemeti here. Mtazamaji, hatimaye Rigathi Gachagua ameweza kutoboa siri jinsi ambavyo waasi wa chama cha RSF wakiongozwa na Hemedi, jinsi ambavyo waliweza kukutana na Rais William Ruto katika ikulu, na mtazamaji akaweza kumletea dhahabu ili waweze kukubali mkataba wa kuweza kuwaletea silaha kutoka nchi za nje ziweze kupitia nchi ya Kenya, na hivyo basi mtazamaji zitumike katika vita vya waasi na serikali nchini Sudan. Mtazamaji, Gachagua siku hii ya leo hatimaye ameweza kusema ni kwa nini Rais William Ruto huenda akaweza kuweka taifa la Kenya mahala pabaya. Baada ya kuweza kukutana na Hemedi, mtazamaji fahamu kwamba katiba inasema kwamba rais hawezi akamwalika naibu wa rais kutoka nchi nyingine. Naibu wa rais wa nchi fulani ndiye huweza kuminvite naibu wa rais kutoka nchi nyingine. Akamwambia Rigathi Gachagua aweze kumuita huyu ambaye ni ama aweze kumwalika Hemeti katika White House ama katika State House ili mtazamaji waweze kuongea masuala ya kibiashara. Lakini mtazamaji, Rigathi Gachagua alishangaa baada ya Hemedi kuweza kufika nchini Kenya na kuingia katika ikulu, aliweza kufungiwa nje, na baadaye akaweza kusema kwamba ni biashara ya dhahabu ambayo iliweza kufanya Hemedi aweze kuitwa Kenya ili aweze kubadilishiwa na kupewa silaha ambazo mtazamaji zitatumika katika vita vya waasi pale nchini Sudan. Rigathi Gachagua mtazamaji anazidi kuwa tisho kubwa. Na mtazamaji, hatua ya Gachagua ya kuweza kusema jinsi ambavyo Rais William Ruto ameshirikiana na waasi katika nchi ya Sudan imeweza kuzua gumzo, na mtazamaji huenda ikaleta hali ya kutoelewana kati ya nchi ya Kenya na nchi ya Sudan. Mtazamaji fahamu kwamba naibu wa rais wa nchi ya Sudan Hemedi ameweza kuhusishwa na mauaji, ubakaji, ameweza kuhusishwa na mambo yale yote mabaya ambayo mtazamaji waasi hufanya, na lengo lake mtazamaji ni kuweza kumpindua rais wa nchi hiyo. Hatua ya Rais William Ruto kuweza kukubali urafiki wa Hemedi mtazamaji kwa kuchukua dhahabu kutoka nchi ya Sudan, kuchukua dhahabu kutoka kwa kiongozi wa waasi kutoka nchi ya Sudan ili mtazamaji waweze kubadilisha na silaha, ni jambo ambalo mtazamaji limeweza kuweka nchi ya Kenya kuwa na hali ya kutoelewana kati ya mataifa mengine na nchi ya Kenya. Jambo ambalo mtazamaji wa Kenya bado hawajafahamu kwamba Rais William Ruto ameiuza taifa la Kenya.
Mtazamaji, ni kinaya rais wa nchi ya Kenya kuweza kuhusishwa na waasi ambao mtazamaji wanajaribu kuweza kuipindua serikali. Gachagua baada ya yeye kuweza kusema kwamba maisha yake yamo hatarini, aliweza kufahamu kwamba, ama Rais William Ruto aliweza kufahamu fika kwamba huenda Gachagua akatoboa siri nzito ambazo zimekuwa zikifichika. Siku ya jana mtazamaji, Gachagua akiwa Kirinyaga aliweza kutoboa siri jinsi ambavyo kikosi maalum cha maafisa kimeweza kutengwa ili kuweza kupambana na watu ambao wanazidi kuikosoa serikali. Miezi miwili iliyopita Gachagua akaweza kutoboa siri jinsi ambavyo serikali inazidi kuiba pesa ili mtazamaji kuweza kufadhili kampeni za mwaka 2027. Siku ya leo mtazamaji, hatimaye Gachagua ameweza kusema kwamba mwanzoni Rais William Ruto aliweza kumshtumu kwamba yeye aliweza kutaka bilioni 10 ili kuendelea kukaa katika serikali. Lakini Gachagua ameweza kusema huo ulikuwa ni uongo. Na hivyo basi ukweli wa maneno ni kwamba Rais William Ruto amekuwa akifanya mambo mengi gizani ambao mtazamaji huenda yakaweza kumletea shida kubwa iwapo mambo haya yangejulikana. Na mtazamaji alifanya makosa makubwa zaidi kuweza kumbandua Rigathi Gachagua. The President of Kenya, William Ruto, messed with the wrong guy. The President of Kenya, William Ruto, impeached the wrong person. Gachagua is becoming a threat to the government. Mtazamaji, mambo yanazidi kuwa moto zaidi. Licha ya Wakenya kuweza kufahamu ukweli wa mambo, mtazamaji, kuna kanda ambayo inazidi kusambaa katika mitandao ya kijamii ikionyesha jinsi ambavyo wanajeshi wa nchi ya Sudan waliweza kupata cartons zilizojaa silaha kutoka nchi ya Kenya. Na mtazamaji, jambo hilo huenda likaweza kumweka Rais William Ruto mahala pabaya. Mtazamaji, fahamu kwamba hapa ni Tani Digital. Tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Cha muhimu uweza kujiunga nasi kwa kusubscribe.